Simu zangu nampigia simu hapatikani na hapa naye yupo sio ataiko wapi. Asi kama kuna tatizo si angeniambia tu au hata angenipigia simu. Asi kama hivi mimi najuaje kumbe mwenzangu ana tatizo ana shida mimi nimekaa tu. Asi mimi nitampata wapi kama hivi? Basi hapo sangine tu yuko huko sio na kuwa na shida labda tu uko naumwa. Maana nataka sinu kuajaje. Mimi sinafanyaje kama hivi? Nataka nafanya nini? Yaani kila nalolifanya. Zama kwenye mapenzi nimepata. Salama jirani. Baba mimi natoka. Kumekucha. Unaenda wapi saizi? Naenda hapo juu mama. Watoto wa sasa hivi. Yaani unaona kabisa baba yako leo niko off. Nimepumzika nyumbani. Baadaye na wewe ukapumzika, ukakaa, ukajadili na baba yako maendeleo, unataka utoke. Utaongea na mimi saa ngapi? Na sichelewi kurudi, naenda tu mara moja. Nipe kama dakika 2 hapo chini. Kuna jambo aliwahi kuniambia mama yako kuwa umepata mchumba. Yuko tayari kuja kutolea barua. Ila paka sasa hivi ni mwezi mmoja umekatika, unaendea mwezi mmoja na nusu hajafika. Kuna shida? Hapana, ana changamoto yote. Sema kuna mambo hajakaa sawa. Anajiandaa. Sio umechukua vihuru wahuni huko mtaani. Wewe umechukua kazi. Kazi? Unamaanisha nini kazi? Yuko vizuri, sio umekamata vijana vya mtaani wahuni wanakudanganya. Afu mwisho wa picha si watu wazima tunaendelea kuongopewa hapa. Ndio mwanaume lakini sio kama wewe, yani mwanaume tofauti na wewe. Wewe baba, yeye hajaoa bado. Hawe vizuri kweli. Unajua mwanangu Lulu wewe ndo wa pekee hapa nyumbani. Kwa hiyo ukichukua mchumba wa ajabu, sitokubali. Yuko vizuri. Yaani yuko vizuri. Ndio. Haya ndo mambo sasa. Haya zimefika. Mwambie changamko maka nataka nipige cha ubwabwa. Kwa mimi na msoko. Hanaenda tu mwanangu. Ila kwa hiyo kurudi. Baadaye. Haya. Sababu. Sasa nipata. Safari yako kuniandaa. Baadaye. Haya mwanangu. Yaani kila siku angalia na tonzetu baba. Kila yako ndio hiyo tu. Yaani wewe sijue za mwamo sasa kwa akili una hata kidogo. Oya. Nini? Hem ngojea kwanza maana haraka tu. Alaka haina baraka. Sasa nilikuwa naomba nikuulize. Hela ya barua umeandaa shilingi ngapi? Na hela ya kumpa mshenga umeandaa shilingi ngapi? Na sio tunawatafuta. Kwani mshenga naye hapewa hela? Hapo kwanza ncheke. Hivi ujui kama mshenga ni sawasawa na dalali? Dalali anapokutafutia chumba inabidi umlipe hela yake ya mwezi mmoja. Na mshenga anapokutafutia kidude cha kuchezea lazima umlipe. Mimi mke wangu nimetia shilingi 50 barua,
20,000 nimetia kwa mshenga, jumla shilingi 70. Kwa hiyo hapo shilingi ngapi? Una shilingi ngapi? Tujue tunafanyaje, kama vipi tuachane na hilo swala. Tunaachana vipi ndugu yangu? Nisikilize bwana. Mimi kiukweli na shilingi 15,000. Nini sasa? 10 dala? Muona jini hiyo? 10 dala? Kwa hiyo nilipanga vipi? Kwamba hiyo 15,000 tutie kwenye barua. Sasa unaponiambia swala la mchenga unanichanganya akili yangu ndugu yangu. Kwa hiyo nikafikiria niko na kama vipi 10,000 tutie kwenye barua, 5,000 tunampa mchenga. Unaonaje ndugu yangu? Mwanangu, mimi hilo kwangu linaweza likawa gumu sana. Yaani sipo radhi, ama naweza nikasema kwa hilo mimi naweza nikachemka. Usinitie aibu mimi. Au mambo kutia aibu, fedha hizo. Jua tunafanyaje? Kama imeshindikana basi kazi ipo hapo. Hapo ndugu yangu kiukweli. Wewe kama unataka kunisaidia nisaidie. Mimi mbona nimekusaidia vingi ndugu yangu? Wewe unanisaidia vingi vipi bwana? Unipa matatizo, mnyamaza bwana. Unataka kuoa? Nataka ni wewe ndugu yangu. Upo fresh? Ni skanga gani? Kwa wewe na noma. Au vipi? Ukubaliane na kila haya. Mimi nakukubali mwanangu. Wewe hujawahi kufeli mipango. Nadhani mnajua kila kitu nishaika sawa. Kwa hiyo lazima mkavunje njia panda. Mimi naelewa. Kwa katika jambo lao ambao mnavunjana za 7 mkavunje. Saa 7 ya mchana. Mchana huu kavunje na jambo litakuwa sawa. Sasa mimi nakwambiaje, mimi nataka jambo la mwanangu liti sawa. Kama lijaenda sawa napiga moto kilinge chako. Yaani ndio nakwambia hilo jambo kama lijapita, njoo usombe madala yangu moto. Mimi mume wangu anataabika huko ananipa hela kwa sababu ile swala mpaka mume wangu analitambua. Ili mwanangu afanyaje? Tuweke heshima. Sasa mimi huyu kanichukua kaniambia kuna mganga wake maarufu ambaye ndo wewe. Na nimekuja huko aisania shoga yangu. Sikiliza shoga yangu nikwambie. Mpaka kukuleta kwa waganga wenye vibiongo, mimi nawaamini 100%. Wewe usizani iko kibiongo kagewa bure, iko kina mambo, iko kibiongo chake. Shoga wewe mtundu wewe. Mimi mtundu mwenzio. Mganga nakuaminia. Haya bwana. Wewe amina una balaa wewe. Hai. Karibuni wanangu. Ngosha Zedon. Mambo vipi? Kama kawaida. Hali kabisa. Kama kawa. Azima kabisa. Dua nene. Mambo fresh. Karibuni. Asante. Sasa Ngosha. Mimi sijaja kwa harakati nyingine au vipi? Leo unajua wewe mwanangu. Na mimi yote nayafanya unajua kwa sababu ya kwako wewe. Najua. Unalijua? Na ndio maana nakwambia nahangaika mwanangu nahangaika kwa ajili yako. Nahangaika mwanangu nahangaika kwa ajili. Basi haya. Sasa katika ile mihangaiko na misunguko tulopiga katika hatua 1 2 3 kwa ajili ya kumtafuta mshenga. Mimi nimemgusa Ngosha. Ndugu yangu kabla hujamaliza. Unajua mara ya kwanza uliponiletea yule kifurutundu. Nilipomuona tu nikaona amna mshenga huko. Lakini ulipoleta wazo la Ngosha niko na sadaka kwa sababu Ngosha mtu mzima ana busara na hekima zake. Sahihi. Utaweza baba. Sasa muelekeze basi. Mwelekeze tu. Ngosha. Unajua wewe ni mtu mzima. Ndio. Na mtu mzima siku zote wenyewe wanakuambia busara. Ndio. Sisi kuna tukio ndugu yangu anataka lifanye. Anataka kuoa. Ni jambo jema. Katika kutaka kuoa nikasema kuna ndugu yangu wa heshima na busara, wewe hapo Ngosha. Au wewe ulikuwa unasemaje? Hapo itakuwa ngumu. Kwa nini sasa Ngosha? Kwa nini? Utaweza. Ngumu unatokana na jinsi nilivyo katika meno sina. Meno sina. Sema jambo la kawaida. Siwezi. Uwezi vipemu kwanza. Ongea jamani. Ondoka. Huko baba. Ngosha baba. Bye bye.
Shoga yangu, ile sehemu yenyewe tuliambiwa ndio hii tushafika. Kwa hiyo ndugu wangu, chukua nazi ufanye jambo lako. Shoga yangu, mwenzio naogopa mimi, na maana watu wote wananiangalia mimi ndio kuvunja nazi hapa. Wewe unanitakia mema kweli? Asa unachoogopa kitu gani ndugu wangu? Kuna nzio wanagewa dawa na kuja kuoga uchi. Hivyo ungegewa lo sharti wewe ungelikubali kweli? Nazi tu kuvunja unaogopa. Mimi naogopa ndugu yangu. Watu wote wananiangalia mimi hapa. Kweli kabisa navunja nazi mchana kweupe. Achukua hiyo nazi bwana wewe. Shoga yangu mimi jua kaidi naogopa. Watu wote wananiangalia mimi. Wewe angalia kushoto kulia, vunja nazi tuondoke. Shika nazi ufanye jambo lako. Shika. Wewe mkavu wewe. Kama kauzi. Ila shoga yangu unaona aibu. Mwanzo mimi naogopa saizi jua kali. Angalia kushoto kulia, shoga yangu, fanya jambo lako wewe. Wewe Amina shoga yangu, tusibidi basi hata jioni jua linapozama hapa mambo yanajipa shoga yangu. Kwani ule ambaye nazo uje kuvunja saa ngapi? Si saizi saa 8 mchana. Vunja nazi tuondoke. Shoga yangu. Kafunuka nani kwani hapo? Kafunuka mwanamume ndugu wangu. Tunatamba naye. Yangu mimi ndo Mama Lulu. Palipokuwa Mama Lulu hakuna jambo linaloharibika. Lulu anaolewa na mtaani watu watajua. Tuondoke shoga. Tuondoke. Mimi nivunje nazi jifunike. Sio kweli. Sio Mama Lulu mimi. Nimeaga kwetu. Kwa kweli. Twende. Jozi dilk mera hal brahmu zamajiyo na hali yangu ishq mein duba mela sirf jalwele nimezama kwenye mapenzi nimepata shida tu kiko jozi Moche binti yangu dil ke tukde aankhon mein pani moyo vipande macho ya namaji pyar ke badle mila sirf bewafani badala ya mapenzi nimepata Asa unaenda wapi? Mama mukhe ana hasira na se